nipende kusisitiza kuwa amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Unaweza ukawa na matrilioni ya mapesa. Kama hakuna amani na utulivu, hii dira haitatekelezeka. Hatutaweza kufanya chochote. Lakini tunaweza tusiwe na pesa sasa. Tuna malengo, tuna dira letu, kitabu chetu. Lakini tukaweza kutekeleza kama tutakuwa na amani na utulivu. Niwaombe ndugu zangu wote wa Tanzania, sekta ya umma, sekta binafsi, wote twende tuweke amani na utulivu. Lolote unalohisi litavunja amani usiliunge mkono. Twende tuiweke nchi yetu vyema na twende tukatekeleze kazi zetu. Mfanya biashara anapofanya shughuli zake bila hofu, anafanya vyema na uchumi unakuwa. Na yule wa ofisini anapomhudumia mfanya biashara bila hofu, naye mfanya biashara anapata nguvu ya kwenda kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo katika safari yetu ya dira 2050 ni wajibu wetu kuilinda amani ya nchi yetu. Tukilinda amani na utulivu, tutakuwa tumelinda uwekezaji, ajira, biashara na kasi ya ukuaji kwa uchumi. Huo ndio umuhimu wa amani na utulivu, na ndio maana nikasema ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tunayohitaji kuwekeza kwenye miradi yetu. Lakini niseme kwamba soko huru la biashara Afrika nalo litatufungulia fursa kubwa ya kupanua biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa nalo tulitumie. Tuna fursa kubwa Tanzania. Nilikwenda Ghana, nikaenda Angola ndani ya Afrika. Na wote, na nilishangazwa zaidi Ghana, wanazungumzia Mbeya Rais. Wanazungumzia Mbeya Rais. Ghana, Angola, wanazungumzia bidhaa za Tanzania. Nikauliza Ghana, why Mbeya Rais? Akasema Mbeya Rais, kama unaishi kwenye flat, ukichemsha kwenye flat yako, jumba lote lina harufu. Kwa hiyo we need Mbeya Rais kutoka Tanzania. Tatizo letu connectivity, jinsi ya kufikisha huko, na hiyo ndio kazi yenu private sector. Mkae mchemshe kichwa. Tunapeleka vipi bidhaa kwenye nchi jirani ambazo connectivity haijafika? Si serikali tunajitahidi upande wetu. Reli ya kati hiyo sijui tunakwenda mpaka DRC, tunajitahidi kwa upande wetu. Ambayo tuna reli nyingine hii ya kawaida itakayokwenda Zambia, tunaifanyia rehabilitation, ambayo itaweza kutuconnect na Angola sasa. Wakifika Kapirimposhi safari inakwenda mpaka Lobito huko na kwingine. Tunajitahidi kufanya connection, lakini private sector mkiweka misuli tutakwenda haraka zaidi. Kwa connectivity ndani ya Afrika ndio tatizo letu, lakini bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze.